Inakuwaje time nyingine bana, tuko pande za Mazeras na tunapatana na mzee wetu Freshly Mwamburi, mzee kijana, mzee chipukizi, uzeeki bana. Nini? Lipo pale. Ni mazoezi ama siri nini? Mazoezi kwa sana. Okay. Na vyakula huo unachagua ama? Hiyo sasa hiyo ni siri yangu. Siri ya kambi. Siri ya kambi. Mara mwisho bana kukutana na wewe ilikuwa ni umeachilia ngoma ya Wakesho. Ndio. Lakini pia ulikuwa umetuahidi kuna project kadhaa zenye ambazo utakuwa unaachilia. Kabisa. Sasa sijui kama pengine kuanzia ile time mpaka sasa mambo yamekuaje? Kwa kweli sasa hivi na vibao vinne ambavyo viko tayari. Tuna siri ya jikoni. Ndio. Usimwambie baba watoto. Alafu vituko vya jirani. Nimesha kubembeleza. Okay. Lakini kwa sasa hivi katika vibao hivyo kila ambacho tutatangulia kutoa sasa hivi itakuwa ni vituko vya jirani. Okay. Ambao mwezi wa 8 nafanya video kuimalizia. Labda nifanye nini? Nitoe kwenye soko. Okay. Yeah. Mwezi wa 8 kwa hiyo ndo ngoma itakuwa inatoka. Yeah. Aha, sasa hivi kwa Mazera, ujio wa Mazera una mazuri gani? Mazera bwana kumenifurahisha, kwanza upepo wake ni mtamu. Ndio. Yaani nimekuwa Mombasa town huko nimeona yoto. Lakini hapa naona mambo si mabaya. Okay. Mnazi inanipunga vizuri. Ndio. Kwa baridi mtamu. Sasa tunashukuru pia mkaribisha vizuri. Okay. Yeah. Sasa Mazera, kitu gani kimekuleta upande wa Mazera? Mimi hapa Mazera kusema kweli nitakuwa na ngoma ambayo itakuwa siku ya Jumamosi hapa Danka. Kwa hivyo nawaarifu mashabiki wangu popote mlipo. Ndio. Taita, Voi, Mombasa, hapa Mazera, Kaloleni, Rabai, tafadhalini na wakaribisha njooni hapa Danka tusherekee pamoja siku ya Jumamosi. Okay. Ndio. Tunamaliza bana, mwezi uliopita ulikuwa mwezi wa Stella. Ndio. Si ilikuwa mwezi wa 5? Tarehe 17 mwezi wa 5. Tarehe 17 mwezi wa 5. So mwezi uliopita ulikuwa mwezi wa Stella. Alikuwa anatimiza miaka 30 na ngapi? 32. 32. Yeah. Siri moja ambayo ningependa uwape wasanii ambao sasa hivi wanatoa ngoma lakini ngoma zinachukua mwezi mmoja zishaanza kupotea. Stella ina zaidi ya miaka 32 na inaimbwa kila siku. Hiyo siri ulioitumia, hebu wape wasanii chipukizi. Siri, hakuna siri hapo, ni mambo tu ya kueleweka. Unajua mimi hili jambo nishaulizwa mara nyingi sana. Ndio. Na nishajibu. Na leo najibu tena. Siri ya music, unajua music ni message. Okay. Ni ujumbe. Ndio. Lakini sasa ikiwa wewe utatunga wimbo ni mpenzi na kupenda, isipokuona siwezi kulala. Isipokuona siwezi kula. Ndio. Kweli mtu anaweza kukosa kula kwa sababu ya mapenzi? Haiwezekani. Ngumu. Huwezi. Isipokuona mimi nikila chakula na nikinywa maji na kuona kwenye glasi. Haiwezekani. Ndio. Mambo ni kuelimishana. Kwa hivyo isipoje kama vijana wa siku hizi. Wanapotoka na mambo mengi. Kuna namna ya kutunga wimbo na kuweza kufanya nini? Kuwafundisha namna kidunia vile ilivyo. Sio nyimbo za mapenzi. Nani asiyejua mapenzi? Kufundisha nani mapenzi? Kila nyimbo ni mapenzi na kupenda. Jaribu kuangalia mambo ambayo yanaelimisha jamii. Okay. Inasaidia. Ndio. Okay. Sio vibaya. Yule kijana ambaye shikana na umwambie mimi faida kwake mwenyewe. Okay. Lakini siri ya music ni message. Lakini sio kiambao mapenzi na kupenda, kile nyimbo kitoka ni mapenzi na kupenda. Ndio. Kile nyimbo mapenzi na kupenda. Haiwezekani hivyo. Wewe umekuta mapenzi, baba yako amekuta mapenzi, sio ndio? Na tutayaacha. Sasa huo ni ushauri ambao vijana mnafaa kuzingatia, lakini pia wasanii mnafaa kuzingatia. Tumalize na hapa. Muziki wa band sasa hivi unakuwa umesimama ama unazidi kuporomoka? Kwa upande gani hivi? Yaani tuseme hizi band, hizi muziki za band. Ndio. Live band. Kwa kweli live band sasa imeingia mahali pake. Vile vilivyokuwa zamani. Ndio. Wakati disco zikiingia, vilivunja. Okay. Lakini sasa hivi watu mzima mashauri kwamba live ndio ngoma. Okay. Unaona? Sababu unajua unapeka sahani ama CD mtu anasikiza tu. Lakini live mtu anakuwa anafurahia. Kwa hivyo bendi sasa ziko na market nzuri. Nashukuru. Yeah. Fresh, hatujaona kolabo yako yoyote. Hakuna msanii ambaye ushatamani kufanya naye kazi? Kweli sasa hivi nilikuwa tufanye kolabo na Alikiba. Okay. Ndio kwa iko safari na mimi nilikuwa safari kwa sana. Ndio. So haikuwezekana. Lakini tumewasiliana juzi wiki. Kuna mipango hiyo. Sio kwa sababu za 9 tunafanya kitu kama hicho. Na Alikiba. Yeah. Huko ni Tanzania, Kenya, huko Tanzania. Sasa tuje Kenya. Kenya hapa mwenye ambaye ushafikiria ukasema huyu tukiingia naye tunaweza tukafanya kitu kizuri? Bado katika mawindo hayo. Lakini yupo ambaye ushamuona ukasema huyu kijana anaweza nikafanya naye kazi na ikaenda vizuri? Kuna kijana huyu Masauti.
nilikuwa nimemfikiria kile siku na amepotea, sijui yuko wapi, simuoni tena. Yuko Nairobi huyo. Sasa simuoni tena, simsikii. Unaona? Okay. Kwa hiyo ningependa mtafute. Nizungumze naye, nimwambie vitu fulani. Okay. Yeah. Asante sana. Sisi tumeshukuru kwa time yako bana. Tarehe ni 6 Jumamosi tunapata na maeneo ya Danka. Mzee chipukizi Freshly Mwamburi. Oe, atakuwa anazipigia zote zile ambazo unazijua. Moja tuondoke nayo. Yoyote tu. Tuondoke nayo. Matamshi yako rafiki. Wimbo huu kwanza, matamshi yako rafiki, ningependa kuzungumzia. Huu ni wimbo wa kwanza kabisa. So lakini nikiwa shule uliba na mwanzangu fulani ndio beni moja alikuwa alifanyika, kaja akaupatia Isa Juma kaurekodi, lakini wimbo wa kwanza. Okay. Matamshi yako rafiki hayakunipendeza, sikudhani kama ungeweza kuyafanya hayo, si kitu mimi ni mpita njia, itakwenda utabaki na wako liyezoeana, kosa uchekwe. Shambiwa. Shukrani sana.